hayupo nasi. Therefore, that's the main reason we are not with her. Hallelujah. Hallelujah. Na ningependa nichukue fursa hii tena. And I would like to take this opportunity again. Pengine maybe Jumapili ijayo tunaweza tukawa na bishop wetu katika ibada. Next Sunday we may be visited by our bishop in this church. Alikafulika kwa ajili ya matanga ilikuwa ni matanga yetu na pia ni matanga ya familia yao. He was representing the funeral. Aliyefiliwa alikuwa ni mtoto wa dada yake. The one that died was Bishop's sister's child. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo akawa na wakati mgumu wa kwenda matangani kila saa. And therefore he had a very hard time of going there every time. Lakini kwa uwezo wa Bwana tutakuwa naye wiki ijayo. But God willing, we will have him next weekend. Ningependa nichukue fursa tena. I would like to take this opportunity again. Kwa ajili ya deacon wetu. Because of our deacon. Anaelekea nyumbani leo. He's traveling home today. Aende akaone mke wake na familia yao. To go see the family there. Kwa hivyo saa hii tunapozungumza, therefore as we are speaking, anaelekea kupanda gari na kuelekea nyumbani kwao alipozaliwa. He's about to take the vehicle and travel home. Kwa hivyo tutamweka kwa maombi saa hizi. Therefore we will pray for him. Na ukiwa nyumbani pia utamkumbuka kwa maombi. And you being at home also nyumbani kuna vituko vingi kule. There at our homes we have so many problems. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Tuinamisheni kichwa chetu. Let us bow and pray. Baba, nakushukuru nikisema ni asante. Wewe ni Mungu na utabakia kuitwa Mungu. Nakushukuru kwa mtumishi wako Deacon Timothy Njagala Baba. Anatoka mahali hapa kuelekea nyumbani kwao, na mweka mikononi mwako katika gari analosafiria kufika Busia na tena Bwana kuingia katika nchi ya Kampala. Bwana, ninakuomba umfiche kwa mbawa zako na maroho yoyote ya utatanishi yasimpate. Baba, ni asante kwenda na hata kurudi. Na mkabidhi bibi yake na mwana mikononi mwako akiwa sehemu ile anapofika na kusherekea na kufurahikia maisha yao na familia yake. Baba, utukufu na heshima na enzi kurejelea. Baba, angalia imefika wakati na anaweza kusoma neno lako. Naomba unipatie hekima, maarifa na ukuu wako kutoka kwako. Baba, ni asante pamoja na mkalimani wangu. Winuliwe na utukufu Jehova, kwa kuwa unasikia na unatenda. Kristo nimeomba na mpe Yesu sadaka nzuri ya makofi. Niko na muda mchache. I have little time. Na wewe. With you. Jana tulikuwa mahali hapa. Yesterday we were here. Na tulikuwa tunarekebisha sehemu kadha wa zile waya zetu. And we were doing renovation here and there. This building. Niliweza kuja mapema. And I came very early. Na tukafanya 1-2 ya kurekebisha. And we did 1-2 to renovate. Na tuna imani tena bado nyingine. And we have faith that coming other. Ya kuvuta umeme upande mwingine. We have the other project of bringing the lights here. Na tuna imani tutakamilisha hii shida ituondokee kabisa. And we have faith that we will finish this problem. Alafu Mungu atatukuzwa. And God will be glorified. Kwa hivyo niruhusu nikaweze kuingia kwa neno la Bwana. Therefore allow me to go through the word of God. Na wewe utabariki. And you will be blessed. Naenda kusoma kitabu ni Mwanzo. We are going to read the book of Genesis. Mwanzo 16. Genesis 16. Katika maisha, in life, hakikisha make sure
unatembea na mtu ambaye atakufaa. The person that deserves you. Ukitembea na mtu mbaya, when you work with a bad person, mambo yako yote yataenda vibaya. All your ways will be bad. Ambia jirani yako, angalia mtu wa kutembea naye. Tell your neighbor, view the person you want to work with. Na huyo mtu anakupatia maneno gani? And what this person is telling you. Lakini watu wengi wakiambiwa huwa hawasikii. But so many people when told, they never hear. Anapoyapata, when they hear, ndio anaanza kukumbuka mchungaji alisema. That's when they start remembering that person. Na mimi nitakuja nitakwambia, nilikuambia. And I will come and remind you that I told you. Kwa hivyo kazi yangu mimi ni kutoa yale Bwana amenipatia. Therefore my work is to give what God has given me. Na wewe kazi yako ni kupokea. And your work is just to receive. Na kuyafanyia kazi. And taking action to it. Kwa sababu hakuna kitu utasema sijakwambia. Because there is nothing you will say that I have not told you. Nimekuambia dhambi ni mbaya. I've told you sin is bad. Na nimekufundisha. I have taught you. Nimekuambia uongo ni mbaya. I've told you about lies. Usharati ni mbaya. I've told you about adultery. Nimekuambia kuhusu pombe ni mbaya. I've told you about drinking. Hakuna jambo ambalo sijakwambia. There is nothing that I've not told you. Na hata sasa hivi anaenda kukwambia nyingine. And even now I want to tell you at the other. Kwa hivyo ukifanya makosa, therefore if you do wrong, hakuna mahali pa kunilaumu mimi kama mchungaji. There is nowhere you blame me as a pastor. Nimeletwa mahali hapa. I've been brought here ili nifanye kazi ya Bwana peke yake. For I to do the work of Lord alone. Sikuletwa hapa kwa siasa. I wasn't brought here for politics. Nimeletwa kueneza injili ya Jehova. I was brought here to give the message of the Lord. Kwa hivyo msikilizaji, therefore you listener, sikiliza neno la Bwana. Listen to the word of God. Likubadilishe, for it to change you, likujenge, for it to build you, na likuinue, and for it to uplift you. Ninapokwenda kuanza, when I'm going to start, sikiliza msikilizaji. Listen you a listener. Kitabu ni Mwanzo. The book is Genesis 16. Na nitaanzia moja. And I'll start from verse 1. Nitafululiza mpaka 6. We'll go up to verse 6. Tutasoma kwa Kiingereza na kwa Kiswahili. Let me start in English. Genesis 16:1-6. The book says, Now Sarai, Abraham's wife, had not been able to bear children for him, but she had an Egyptian servant named Hagar. So Sarai said to Abraham, The Lord has prevented me from having children. Go and sleep with my servant. Perhaps I can have children through her. And Abraham agreed with Sarai's proposal. So Sarai, Abraham's wife, took Hagar, the Egyptian servant, and gave her to Abraham as a wife. This happened 10 years after Abraham had settled in the land of Canaan. So Abraham had sexual relations with Hagar, and she became pregnant. But when Hagar knew she was pregnant, she began to treat her mistress, Sarai, with contempt. Then Sarai said to Abraham, This is all your fault. I put my servant into your hands, but now she's pregnant. She treats me with contempt. The Lord will show who's wrong, you or me. Abraham replied, Look, she's your servant, so deal with her as you see fit. Then Sarai treated Hagar so harshly that she finally ran away. That's the word of God. Nitasoma kwa Kiswahili. Msikilizaji, leo sikiliza kwa umakini, kuna kitu tutatoka nacho. Listen, I want you to hear me very well. There is something you are going to Basi Sarai mkewe Abraham hakumzalia mwana, naye alikuwa mjakazi Misri, jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae. Umwingililie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abraham
akaisikiliza sauti ya Sarai. Sarai mkewe Abraham akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abraham katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abraham mumewe awe mkewe. Basi akamwingilia Hajiri, naye akapata mimba. Naye alipoona ya kwamba amepata mimba, sikiliza hapa, alipoona ya kwamba amepata mimba, bibi yake alikuwa duni machoni pake. Sarai akamwambia Abraham, ubaya ulionipata na uwe juu yako. Nimekupa mjakazi wangu kifuani mwako. Naye alipoona kwamba amepata mimba, mimi nimekuwa duni machoni pake. Bwana na hukumu kati ya mimi na wewe. Naye Abraham akamwambia Sarai, tazama, mjakazi wako yuko mikononi mwako, mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake. Bwana abariki maandiko. Amen. Mpendwa, mchana wa leo niko na ujumbe. Brethren, this afternoon I have a message unaosema that says, kaa kwa nafasi yako. Stay in your place. Naweza nikasema mchana wa leo mahali ulipo, kaa kwa nafasi yako. I repeat this afternoon, stay in your place. Katika huduma ulionao, kaa kwa nafasi yako. In the ministry that you have, stay in your place. Katika boma umeolewa au umeoa, kaa kwa nafasi yako. In that home you have married, stay in your place. Katika kazi ambayo umejiajiri au umeajiriwa, even at work where you have been employed or you are the employer, kaa kwa nafasi yako. stay at your place. Kaa kwa nafasi yako. Stay in your place. Na ukikaa kwa nafasi yako, and when you stay in your place, hakuna mambo yatakayokwenda mrama. there will be no issues. Sababu umekaa kwa nafasi yako. Because you have been stay in your place. Mpendwa msikilizaji, brethren, good listener, mchana wa leo ninataka niongee habari za watu wawili. This afternoon I want to speak about two people. Mke na mume. A wife and husband. Hallelujah. Hallelujah. Na mmoja aliitwa Sarai. One, the name was Sarai. Na wa pili aliitwa Abraham. The husband, the name was Abraham. Watu hawa walikaa miaka mingi vizuri. These people stayed for long years very well. Ilipofika miaka 10, but when they lasted for 10 years, basi mama akaanza maneno. Therefore the mother started issues. Naye alikuwa ni Sarai. Bible angalia tani. And that was Sarai. Na alipokuwa hivyo, and when she like that, basi aliweza kumwambia mumewe. Therefore she told to her husband, mimi naona nimekaa sasa muda. Seeing me have stayed for long with you. Na naona sijapata mwana. And I'm seeing that I have not bear any children. Basi kilichoko sasa, and therefore what is there? Mimi naomba. I'm urging. Nasema tena. I'm saying again. Mama ndiye alianza kuomba. Sarai is the one that started praying. Na akamwambia mume wake. I told her husband. Ya kwamba that basi waweza ukamwingia huyu mjakazi. That you can have relationship with the servant. Na huyu mjakazi anaitwa Hajiri. And this servant was known as Hagar. Na huyu Hajiri alikuwa ni mfanyikazi. And Hagar was just a servant. Na kwa sababu ya tamaa ya mama, because of the lust of the mother, anaona kwamba muda unaenda. She is saying that time has really gone. Wapendwa, hii ujumbe nilihubiri siku nyingine kwa mkesha. Brethren, this message I gave one day in Kesha. Lakini nimekuja nikagundua katika maisha ya mwanadamu. But I've come to find out that in the life of a person, kungojea ni kugumu kwa mtu.
being patient is very difficult for a person. Na mimi nimekuja kukwambia, And I have come to tell you, kungojea kunaleta saburi. waiting brings blessing. Ukingojea utapata kitu kwa wakati mzuri. When you wait, you will have very good something in your life. Uwe ni ndugu, You are a youth, wataka kuoa, you want to marry, ngojea wakati mzuri uoe mwanamke mzuri. wait for the good time and marry a good wife. Msichana wataka kuolewa, When you want to get married, ngojea kwa wakati wa Bwana utapata mtu ambaye atakufaa. wait for the time of God will get the person that deserves you. Hata wazungu wenyewe wamesema haraka haraka haina baraka. Even the European says that going very fast doesn't give blessings. Kwa hivyo lazima tukae katika nafasi yetu. Therefore, it is a must that we stay in our place. Basi akaanza kumlalamikia Abrahamu, And therefore, she started lamenting to Abraham. na akaanza kumwambia, And she said to him, mimi naona hii urithi utaenda bure. I'm saying that this inheritance will go just like that. Kwa hivyo ni lazima Therefore, it is a must. tuache mtu ambaye ataangalia hii mali. We leave behind our head to oversee this inheritance. Sarai anatumia akili zake mwenyewe, Sarai was using her own breath. hatumii akili ya Mungu ya kungojea. She was not being directed by God that she had to wait. Wapendwa, alimsumbua Abraham kwa muda. Brethren, she disturbed Abraham for a long time. Naye Abraham akaamua sasa, nimekubali. And then Abraham agreed on that proposal. Basi akakubali matamanio yaliyokuwa anataka bibi yake. Therefore, she accepted the proposal from his wife. Na ilipofika, And then when time came, akamwambia yuko wapi? he asked, where is she? Na yule akamwambia ni huyu mjakazi. And Sarai told him that this is Hagar, your son. Na tendo akamchukua akafanya lile tendo. And then Abraham took him and had sex with her. Maandiko yanasema akapata ujauzito. And the word says she was pregnant. Na alipopata ujauzito, When she became pregnant, Hajiri akamuona Sarai kuwa duni machoni pake. Hagar despised Sarai. Akamwona hafai. He saw her as the person that Mara nyingi katika maisha yako, in so many ways in life, angalia ni nani unamleta karibu na wewe. observe who you are bringing close to you. Unaweza ukaleta mtu mama katika nyumba yako. Maybe you brought a wife in your house. Ukaleta mama ukafikiria huyu mama amekuja kukusaidia wewe mama mwingine. And think that this wife has come to assist me. Lakini kumbe amekuja kuchukua nafasi yako kama wewe mke. Maybe she has come to overtake you. Wife in that house. Wamama mko kwa nyumbani. Mothers, you are here in this house. Nataka niwaambie kitu leo msikie. I want to tell you something today. And Mambo ya kusema mambo yako kila wakati. think that of saying that this is mine, this is mine. Na mapungufu yako. And your limitations. Yatakuja kukuletea shida. They'll bring you problems. Kwa sababu udhaifu wako Because your weakness utatumika kuchukua nafasi yako. will help you to take your space. Haleluya. Hallelujah. Ule udhaifu wa Sarai, The weakness of Sarai ulifanya ukampatia Hajiri nafasi. made Hagar to take a space. Haleluya. Hallelujah. Hebu angalia jirani yako, mwambie nafasi yako usiichezee. Angalia nafasi yako. Observe your neighbor and tell him or her that your space. Unaitumia vipi nafasi yako? How are you using your space? Haleluya. Hallelujah. Tumia nafasi yako vyema. Use your space very well. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Hajiri Hagar, alipogundua ana ujauzito, when she realized she had become pregnant, basi Hajiri akamuona Sarai ni duni machoni pake. then Hagar saw despised Sarai. Sasa mama tena amerudi
kwa mume wake. And now Sarai again returned to Abraham. Haya, akaanza kumlalamikia. And he started lamenting to him. Huyu amekuja hapa na niona duni, huyu hafai, na chanzo ni wewe baba. This has taken my place and she is despising me. Sasa Abraham akamwambia Sarai. Then Abraham told Sarai, huyu ndio niletea, yuko kwa mikono yako. This the servant that you gave me, she is in your hand. Wewe unaweza ukamfanya chochote kwa sababu yuko kwa mikono yako. You can deal with her the way it fits you. Hallelujah. In your hands. Wapendwa watu wa New Revival Church, Brethren of New Revival Church, nimekuja kuambia kama kanisa, I've come to tell you as a church, nafasi yenu msiipeane. Tumia nafasi yako vizuri. use your space well and don't give out. Tumia nafasi yako vizuri. Use your space well. Adui asiingie. The enemy, and do not allow the enemy to enter. Hallelujah. Hallelujah. Kama wewe ni kuhubiri, tumia nafasi yako ya kuhubiri vizuri. If it is preaching, use that space very well. Kama wewe ni mwimbaji, If you are a singer, tumia hiyo position vizuri. Kuimba. use the position very well and sing. Kuna wakati itafika, There is a time will come, utataka hiyo nafasi hautaipata. you will need that time, you will not get Kuna it. watu watakuja kwa nyumba hii, There will be people that will come to this church. watahubiri kukupita, They will preach, wataomba kukupita, they will pray, wataimba kukupita. they will sing and Sasa uko na nafasi, tumia nafasi hii vizuri. use this time very well because you have it now. Hallelujah. Hallelujah. Wakati utakuja, Time will come. utakuja kusema mimi ni mwanzilishi wa nyumbani. You will come to say that I am the founder of this church. Oh, mimi ndio nilikuwa najenga. That we were the ones that Oh, were. mimi ndio nilikuwa napiga deki hapa. I was the one that was mopping. Lakini wapendwa, wakati hautakuwa upande wako. But the time will not be. Hajiri atakuwa amechukua nafasi. Hagar will have taken the space. Na nafasi ilikuwa ni yako Sarai, ukaichezea. And the position was yours, but you played with it. Watu wengi kwa nyumba ya Bwana wanapenda kuichezea. So many people in the house of God, they like playing with the positions they are given. Lakini nataka nikuambie leo, But I want to tell you today, usichezee hiyo nafasi. don't play with that space. Usichezee hiyo nafasi. Don't play with the position you are given. Alichezea Sarai. She played with it, Sarai. Na kabla Mungu alipopata ujauzito wa chini, And all of a sudden, when Hagar became pregnant, akamwonyesha vituko Sarai. and she showed Sarai content. Mimi nakuomba tu kwa unyenyekevu kwa nyumbani. I'm urging you, very humble in this Position ambayo uko nayo sasa, the space that you have. iheshimu na ufanyie kazi. I respect the position that you are given. And Utakuja kusema nilijuta, najuta, na mimi sitaki hiyo majuto kwako. you will come to say that I regret, but I don't want to. Hii nafasi sasa unaichezea. The position you are playing with it now. Hii nafasi hii unaichezea sasa. This position you are playing with it now. Time, wakati utakuja. A time will come. Wakati utakuja. A time will come. Nasema wakati utakuja. I'm repeating, a time will come. Utakuja kutamani hii nafasi. You will come and want this position again. Na yule atakuwa juu yako, atakuwa yuko na nguvu kukushinda. And the person Hagar will have taken it away. Itabidi ukae chini na kudumishwa na wanaokuja ni wageni. It will make you to sit down and despised by the people who will have taken the space. Mpendwa, Brethren, nafasi ulionayo the position that you have now, itumie. use it well. Itumie. Use it well. Siku moja utajuta. One day you will regret. Haleluya. Hallelujah. Kama ni kutoa, toa sasa. If it is giving, give it now. Kuna watu watakuja, There are people that will come, watatoa zaidi. they will give and exceed you. Na wewe namba yako itakuwa. And your position will have been taken Kama away. ni kuabudu, If it is worshiping, abudu saa hizi. worship now. Kwa sababu watakaokuja watakupata wewe anga yako iko juu. Because those that will come, they will find you up there. Kama ni kuja mapema kwa nyumba ya Bwana, njoo mapema. If it is coming early to the house of God, Kuna watu watakuja watakuwa wanakesha hapa. there are people who will
keeping watch here. Na ukija hiyo time unakuja. And if you come, that time you always come. Utakaa huko nyuma. You will come there behind. Na mimi mchungaji nitakuwa sina la kusema. And I pastor will have nothing to say. Kwa kuwa hawa wamejitoa kwa kazi ya Bwana. Because they have sent themselves to the. Na urafiki wangu na wewe ni kazi ya Bwana. And my friendship with you is serving Lord. Na kama wewe unaifanya kwa ulegevu, and if you are doing it with no